Kutoka kwenye masoko yenye shughuli nyingi ya Nairobi hadi kwenye mashamba ya umeme wa jua ya Rajasthan, enzi mpya ya maendeleo inaanza kuchomoza. Kote duniani, katika nchi zinazoendelea, teknolojia inabadilisha maisha na kubadilisha uchumi. Moyoni mwa mapinduzi haya kuna akili bandia, nguvu yenye uwezo wa kubadilisha ulimwengu wetu. Tutaangazia malengo matano muhimu ya maendeleo endelevu yanayohusiana na ustawi na kuchunguza jinsi AI inavyosaidia mataifa kushinda changamoto za kihistoria na kujenga kesho iliyo bora zaidi. Teknolojia na uvumbuzi unaoendeshwa na AI unabadilisha jinsi tunavyokabiliana na changamoto kubwa zaidi za wanadamu. Leo tunachunguza jinsi AI inavyowezesha ustawi endelevu kwa kusaidia kufikia malengo matano muhimu ya maendeleo endelevu SDG 7, 8, 9, 10 na 11. Kisha SDG 7. Kwa vizazi vingi, upatikanaji wa nishati ya kuaminika na ya bei nafuu umekuwa ndoto ya mbali kwa jamii nyingi katika mataifa yanayoendelea. Mwanga hafifu wa taa za mafuta ya taa na utegemezi wa nishati chafu na ya gharama kubwa vimekandamiza ukuaji wa uchumi na kupunguza fursa. Lakini sasa, alfajiri mpya inachomoza, ikiendeshwa na jua, upepo na akili za mashine. Gharama ya teknolojia ya sola, upepo na betri imeshuka sana katika miaka hivi karibuni na kufanya nishati mbadala kuwa chaguo linalowezekana hata kwa jamii zilizo pembezoni kabisa. Mifumo ya usimamizi wa nishati inayoendeshwa na AI hufanya kazi kama kondakta, ikichambua mifumo ya hali ya hewa, ikitabiri matumizi ya nishati na kuhakikisha kwamba umeme unasambazwa kwa ufanisi, ikipunguza upotevu na kuongeza athari. Nchini Kenya, mifumo ya gridi ndogo inayotumia akili bandia AI inawaletea mamilioni ya watu umeme wa jua. Hii ni nguvu ya AI inayoleta mabadiliko katika utendaji, si tu kuangazia nyumba, bali pia kuwasha fursa za kiuchumi na kukuza mustakabali mzuri zaidi kwa vizazi vijavyo. SDG 8. Ulimwengu wa kazi unabadilika, ukibadilishwa umbo na mkono usioonekana wa otomatiki na kuibuka kwa akili bandia. Ingawa wasiwasi kuhusu kuhama kwa kazi unabaki kuwa jambo la kutatanisha, AI pia inaunda fursa mpya, inawawezesha watu binafsi na inaendesha ukuaji wa uchumi kwa njia mpya za kusisimua. Kote katika ulimwengu unaoendelea, AI inaziba pengo la ujuzi, ikiwaunganisha watu wenye talanta na fursa za kimataifa. Mifumo ya mtandaoni inayoendeshwa na algorithm za AI hutoa mafunzo ya ujuzi wa kidijitali yaliyobinafsishwa na kuwapa watu binafsi zana za kustawi katika uchumi wa kidijitali. Nchini Nigeria, majukwaa kama Andela yanatumia nguvu ya AI kufundisha kizazi kipya cha wahandisi wa programu. Watu hao wenye ujuzi wanaunganishwa na kampuni za teknolojia za kimataifa, wakifanya kazi kwa mbali kwenye miradi ya kisasa, wakipata mishahara ya ushindani na kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa maeneo yao. Vifaa vya otomatiki vinavyoendeshwa na AI vinawawezesha wafanyabiashara wadogo, kuanzia wakulima wanaoboreshwa mavuno ya mazao hadi mafundi wanaorahisisha michakato ya uzalishaji. Hii ndiyo ahadi ya AI, sio tu kuchukua nafasi za kazi, bali kuunda njia mpya za ustawi, kuwawezesha watu binafsi na kujenga uchumi wa dunia uliojumuishi na wenye usawa zaidi. SDG 9, viwanda, ubunifu na miundombinu, kujenga mustakabali wenye akili zaidi. Msingi imara wa viwanda ndio uti wa mgongo wa uchumi wowote unaostawi. Katika mataifa mengi yanayoendelea, miundombinu iliyopitwa na wakati na michakato isiyo na ufanisi imezuia ukuaji na kuua ubunifu. Sasa, akili bandia inaibuka kama kichocheo chenye nguvu cha mageuzi ya viwanda, ikijenga viwanda vyenye akili zaidi, kuboresha minyororo ya usambazaji na kubadilisha kabisa maendeleo ya miundombinu. Fikiria mtandao mkubwa wa vihisi vilivyopachikwa kote kwenye sakafu ya kiwanda, vikikusanya data kila wakati kuhusu kila hatua ya mchakato uzalishaji. Data hii, ikichambuliwa na algoritmi za AI, inatoa maarifa ya papo hapo kuhusu utendaji wa mashine, ikitambua vikwazo vinavyoweza kutokea kabla havijatokea na kuboresha mistari ya uzalishaji ili kufikia ufanisi wa juu zaidi. Nchini India, AI inacheza jukumu muhimu katika kuboresha mtandao wake mkubwa wa reli kwa kutumia mifumo ya matengenezo ya utabiri. Huu ndio uwezo wa kubadilisha wa AI ukiwa kazini, ukijenga mustakabali wenye akili zaidi, ufanisi zaidi na endelevu kwa wote. SDG ya 10, kupunguza tofauti, kuziba pengo kwa kutumia AI. Ukatili wa tofauti, doa linaloendelea kwenye jamii ya binadamu, unaendelea kugawanya jamii na kupunguza fursa kwa mamilioni ya watu.
Lakini katikati ya changamoto hizi, tumaini jipya linaibuka. Uwezo wa akili bandia kuziba mianya, kuwawezesha waliotengwa na kuunda dunia yenye usawa zaidi. Nchini Bangladesh, AI inafanya ujumuishaji wa kifedha kuwa halisi kupitia bKash, mtoa huduma za kifedha kwa njia ya simu. Kwa kutumia algorithm zinazoendeshwa na AI, bKash inatathmini uaminifu wa mkopo kwa kuangalia mienendo ya matumizi ya simu, hivyo kuwawezesha watu wasio na historia ya mikopo ya kawaida kupata mikopo midogo na huduma nyingine za kifedha. Upatikanaji huu wa mtaji unawawezesha wajasiriamali kuchochea biashara ndogondogo na kuwainua watu wengi kutoka kwenye umaskini. Katika elimu, majukwaa ya kujifunza yanayoendeshwa na AI yanatoa uzoefu wa kujifunza uliobinafsishwa, yakibadilisha maudhui ya elimu kulingana na mahitaji ya kila mwanafunzi na kuziba pengo la upatikanaji wa elimu bora. Hii ndiyo ahadi ya AI, si kama tiba ya kila kitu, bali kama chombo chenye nguvu kwa manufaa ya kijamii, kuwawezesha waliotengwa na kuunda dunia ambako kila mtu ana nafasi ya kufikia uwezo wake kamili. SDG ya 11, miji na jamii endelevu. AI inavyounda mustakabali wa miji. Dunia inakuwa mijini kwa kasi, huku mamilioni ya watu wakimiminika mijini wakitafuta fursa na maisha bora. Lakini ukuaji huu wa haraka pia unaleta changamoto ambazo hazijawahi kushuhudiwa, kuanzia msongamano wa magari na uchafuzi wa mazingira hadi miundombinu iliyochoka na usimamizi wa rasilimali. Akili bandia inaibuka kama chombo muhimu kwa ajili ya kujenga miji yenye akili zaidi, endelevu, inayoweza kuishwa vizuri na salama kwa ajili ya siku zijazo. Huko Jakarta, mifumo ya usimamizi wa trafiki inayotumia AI inatekelezwa ili kuboresha mtiririko wa magari, kupunguza msongamano na kuboresha ubora wa hewa na usalama barabarani. Katika usimamizi wa taka, AI inatumika kuboresha njia za ukusanyaji taka, kufuatilia mtiririko wa taka na kuhamasisha urejelezaji. AI inaweza kufanya haya yote vizuri sawa au hata zaidi kuliko binadamu. Kampuni kama Greenplot nchini Brazil zinatumia mifumo ya utambuzi wa picha inayotumia AI kutenganisha vifaa vinavyoweza kurejelewa kutoka kwenye mkondo wa taka kwa usahihi wa hali ya juu. Hii ndiyo nguvu ya AI, sio kuunda miji ya kisasa kama ilivyo kwenye filamu za sayansi ya kubuni, bali kukabiliana na changamoto halisi za mijini, kuboresha ubora wa maisha kwa wakazi wa miji na kujenga mazingira ya mijini endelevu na imara kwa vizazi vijavyo. Tunapozunguka mabara mbalimbali tukishuhudia nguvu ya mabadiliko ya AI ikifanya kazi, kuna jambo moja muhimu limejitokeza: umuhimu wa ushirikiano. Changamoto zinazolikabili dunia yetu ni ngumu na zimeunganishwa, na hakuna taifa au shirika moja lenye majibu yote. Uwezo halisi wa AI unaweza kufunguliwa tu pale watafiti, wajasiriamali na watunga sera kutoka pande zote za dunia wanapokuja pamoja, wakishirikiana maarifa, utaalamu na rasilimali. Mikakati iliyofanikiwa katika sehemu moja ya dunia inaweza kubadilishwa na kutekelezwa sehemu nyingine, hivyo kuharakisha maendeleo na kuhakikisha manufaa ya AI yanafika kila kona ya dunia. Elewa mabadiliko makubwa yanayoendelea kwa kutazama mfululizo wa video za AGRND 999 katika lugha mbalimbali kwenye YouTube na uone kama utaona fursa zinazojitokeza. Jifunze jinsi ya kutumia AI na jinsi ya kutengeneza zana za AI kwa kupakua vitabu vya bure katika lugha mbalimbali kutoka tovuti ya globalai.solutions. Dunia imesimama kwenye njia panda, ikielekea kwenye mapinduzi ya kiteknolojia yasiyofanana na chochote tulichowahi kuona hapo awali. Na ukiandaa kwa kujifunza jinsi ya kutumia AI, utaweza kufanikiwa katika enzi ya AI. Wale watakaotumia fursa kuboresha ujuzi wao wa AI watanufaika na huenda wakaweza kushiriki katika kuleta dunia bora na yenye usawa zaidi ambayo sote tunaitamani. Fursa zinapaswa kutumia nguvu ya AI si tu kwa maendeleo ya kiteknolojia, bali pia kwa ustawi wa binadamu. Kuna fursa za kushirikiana maarifa, kuvuka mipaka na taaluma mbalimbali ili kujenga mustakabali ambapo AI ni nguvu ya manufaa, inaleta ustawi na kusaidia kuunda dunia yenye usawa zaidi kwa wote. Uwezo wa AI hauna kikomo, lakini ushirikiano na kubadilishana maarifa ndio msingi.
Watafiti, wasomi na wajasiriamali wanaweza kujifunza kutokana na mafanikio ya wenzao na kubadilisha suluhisho za AI kwa ajili ya nchi zao wenyewe. Kwa kushirikiana maarifa na utaalamu kama inavyofanyika kupitia video hizi za lugha mbalimbali na vitabu vinavyoweza kupakuliwa bure kwenye tovuti ya Global AI Solutions, tunaweza kuharakisha maendeleo yanayoendeshwa na AI na kuhakikisha ustawi unafika kila kona ya dunia. Pamoja, tunaweza kufanya AI ikuwa nguvu ya ustawi kwa wote.